Mimi najua barabara nyingi zimekwama, si ni kweli? Ni kweli ama si kweli? Na zimekwama kwa sababu imekosekana pesa. Nimeenda nikatafuta marafiki, nikaenda mpaka China. Sasa nimepata shilingi bilioni 4 ya barabara ya Kisii. Na leo mimi naenda kuanzisha hiyo kazi. Haitatosha barabara zote, lakini hiyo ni awamu ya kwanza. Mimi bado nasakanya hapa na pale. Si namna hiyo? Mpaka nipate pesa ya kutosha kujenga barabara zenu hapa Kisii. Kwa sababu barabara ni muhimu. Inasaidia wananchi katika mambo ya usafiri. Inatusaidia kufikisha mazao yetu sokoni. Inatusaidia kujenga uchumi. Hata hao watu wa boda, barabara ikiwa sawasawa, hata biashara yao inasonga mbele. Tumekubaliana jameni? Mimi ninajua ya kwamba kuna barabara ya Keumbu hapa ambayo inaenda Kiandege, alafu inaenda mpaka Kemera. Mnajua hiyo barabara? Iko wapi hiyo barabara? Si ndio hii hapa? Sasa mbona mnakaa kama hamuna rada? Mko na network? Furuteni aerial kwanza, mimi naona network yenu haijafika. Sawa? Hii barabara hii ya kutoka hapa Keumbu kwenda wapi? Kiandege pale, alafu mpaka ifike Kemera, si namna hiyo? Na nilikuwa jana upande ule mwingine wa Nyamira. Mimi hii barabara, mimi nataka nifanye bidii. Kwa sababu hii barabara nataka tujenge. Kwa sababu ni ya muhimu kwenu. Wale wanafanya kilimo pande ile, wafike hapa Keumbu. Si namna hiyo? Na hapa Keumbu, mimi najua hakuna soko ya maana hapa. Si ndio? Huyu mjumbe wenu Zahir ameniambia huyu Zahir ameniambia hapa Keumbu hakuna soko. Wamama wanahangaika. Wanapigwa na jua. Mvua inawahangaisha. Ama namna gani? Na nimekubaliana na yeye. Sasa nyinyi jipangeni. Mimi nitawapatia milioni 50 ya kujenga soko ya Keumbu. Mutapanga mahali ya kujenga soko? Sasa wewe Zahiri, tafuta mahali, mimi niko na pesa ya kuja kujengea nyinyi soko. Mutajipanga? Mutajipanga? Huyu jamaa mpatie shamba, alafu nikuje nijenge soko. Hawa kina mama wajipange. Tumeelewana jameni? Mimi vile vile nimefika hapa leo. Leo asubuhi nimeanzisha Cancer Center. Center of Excellence ya cancer ambayo itakuwa hapa Kisii, itahudumia sehemu hii yote. Pale tukiungana na serikali ya Saudia na benki ya Badea na serikali ya Kenya, tumewapatia bilioni 3 ya kujenga Cancer Center ya hapa Kisii, na nimeanzisha leo asubuhi hiyo kazi. Yenye mnanielewa? Unajua ugonjwa wa kansa inatatiza wananchi wengi. Mtu anakuwa mgonjwa wa kansa, inauzwa ng'ombe, inauzwa shamba, mali inapotea, bili inakuja mamilioni. Tumesema kama serikali ya Kenya ya kwamba tukienda mbele katika program yetu mpya ya Universal Health Coverage, sasa tuko na fund, tuko na hazina maalum ambayo itashughulikia magonjwa kama vile saratani ya makanza, ili mwananchi akigonjeka aende hospitali atibiwe na serikali ya Kenya ilipe gharama ya matibabu. Mnanielewa jameni? Watu wa Keumbu tunaelewana? Na ndio sababu mnaona ninasukuma hiyo program ya Universal Health Coverage, kwa sababu pale mbeleni matibabu ilikuwa ya wale wako na uwezo. Sisi tumesema hakuna mwananchi anapanga kuwa mgonjwa. Kuna mtu hapa anapanga kuwa mgonjwa? Sikuwa mgonjwa ni bahati mbaya. Tumesema ya kwamba kama mwananchi anakuwa mgonjwa, hata kama hana pesa,
lazima tuwe na mpango ambayo serikali ya Kenya itajumuisha wananchi wote, ili kila mmoja wetu, awe rais, awe mama mboga, awe gavana, twende hospitali tutibiwe sawa sawa na mwenzetu, na tutoke huko bila ya kuulizwa pesa yoyote. Watu wa Keumbu tunaelewana? Munasema tuendelee ama tuendelee? Leo vile vile mimi naenda kuanzisha markets kama hiyo. Mimi nataka kujenga hapa Keumbu. Tunajenga soko zingine 17 hapa Kisii, kwa sababu nilitoa ahadi kwa kina mama na niliwaambia watafanya biashara mahali kuna usafi, stima, maji. We are building 17 new markets in Kisii County. Tuhakikisha ya kwamba we have a market infrastructure ya kuhakikisha kwamba mazao yetu kutoka shambani yanafika sokoni na haiharibiki, na tunauza na tunaongeza dhamana ama value addition, na tuko na storage na tuko na cold room, ndio tuweze kuhakikisha kwamba ile chakula inapotea kwa sababu hakuna mahali pazuri pa kuweka ama hakuna store ya kutosha. Tunasafisha hiyo kazi, ndio sisi tuwe ni nchi ambayo tunaweza kujilisha. Watu wa Keumbu tunaelewana jameni? Mimi nawaomba wananchi wa Keumbu, nawaomba wananchi wa Nyaribari Chache, na wasihi wananchi wa Kisii. Nimesema jameni, tuungane, tushirikiane, sisi wote kama viongozi na wananchi tuungane, kwa sababu Waswahili wanasema umoja ni nguvu. Mnakubali tuungane jameni? Ndio mimi juzi nimetengeneza serikali ya kuunganisha Wakenya wote. Nimesema hakuna haja ya ukabila, hakuna haja ya sehemu, hakuna haja ya mirengo. Sisi wote tuungane, kwa sababu sisi ni ndugu moja. Tumewekwa Kenya hii na Mungu, na ni mapenzi ya Mungu sisi wote tufanye kazi kwa pamoja. Na ndio nimesema serikali hiyo mpya ambayo tumeunganisha Kenya mzima iwe ni serikali ambayo itapanga mambo ya maendeleo tukiwa pamoja, mambo ya miradi tukiwa pamoja, mambo ya ushuru tukiwa pamoja, mambo ya kulipa madeni tukiwa pamoja, kwa sababu we are one country with one destiny. Nyinyi watu wa Kisii mnakubali tuungane jameni? Munasema tuungane ama tutengane? Kisii munasema tuungane ama tutengane? Wale wanasema tuungane jameni, nyoni kwa mkono. Si ndio? Simba Arati si kama na wenu? Si aungane na sisi tuunde hii serikali tusonge mbele? Si hao wabunge wenu ni wetu hapa? Si huyu Zahiri yuko hapa? Si hao viongozi wako hapa? Jameni mnasema tuungane. Mimi nataka niwaambie hivi, ile ya muhimu, kwa sababu mimi naona viongozi wengine wako na shida na muungano ya Wakenya. Wako na shida na ile serikali mimi nimeunda kuleta Wakenya pamoja. Mimi nataka niwaulize hawa viongozi, tafadhali mjue ya kwamba inafika wakati umoja wa taifa, progress ya Kenya, transformation ya nchi yetu ni ya muhimu kuliko vyama, kuliko mirengo, kuliko makabila. So I am asking those leaders who are yet to turn around and believe that there is value in unity, in working together, in us closing ranks as the people of Kenya, working for the progress of the nation, working for the unity of the nation, working for the transformation of Kenya. That is a greater patriotic calling than individualism, than things that benefit individuals or parties or sections or tribes. We want to work together as a nation. Watu wa Kisii jameni, munasema munataka sisi tuendelee na ukabila? Munataka tuendelee na ukabila? Munataka tuendelee na mirengo? Munataka tugawanyike? Si jameni tuungane, kwa sababu umoja ni nini? Watu wa Kisii tunakubaliana? Nyinyi mnanipatia ruhusa niunganishe hii Kenya? Sisi wote tukae mahali pamoja, tupange mambo ya maendeleo pamoja, tupange Kenya ya umoja pamoja. Mimi niko hapo, na mimi nawauliza ndugu zangu viongozi, I want to ask all leaders, this is not the time
for us to be disunited. This is not the time to think about selfish interests of leaders. This is not the time to think about our political formations. This is the time to think about the country called Kenya, and all of us working together towards its transformation, towards the unity, towards progress, so that we can overcome poverty and we can have a great nation that we can all call home. Tumekubaliana jameni? Mnasema nisukume hii gurudumu? Ama mnasemaje? Tuendelee namna hiyo? Tuendelee ama siendelee? Wacha nichukue nafasi hii